regions gani kuna chai mingi sana? Huku tunajua Limuru, Kericho, huku tunajua places. Rwanda ni places gani na gani? Inaitwa Gisenyi, hiyo area yetu. Iko na chai sana. As we promised, tuliwa show that any given time we are coming to where you are. And today we are in Thika town. Oh my goodness. Watu wako busy huku. Now tumekuja jioni so that we talk about chenye kinaendeleanga when it comes to the business around chai around the town. And we are going to visit a few people, then tukae chini na kijana mmoja atuambia what goes around in their routines na venye chai inaendeleanga. Si ndio? So today we are in Thika town. We are coming to you na niliwaambia last time. We are coming to the offices, we are coming to the government offices, kwa shamba, Kejani, mtaani, everywhere that you are. So walk with us as we take you through this amazing experience. Mtaani on Chai TV, the true voice of tea. What's going on? Kwani Thika mkunywangi chai jameni? I've been walking around for more than 30 minutes mimi na director wangu. And hatupati wase, manze director, kwani watu huku Thika town wanakuwa wamejificha shimo gani? We are trying to find you, tuna avoid. One thing we are avoiding to come to the restaurants because there are some people there wenye hawataki kukua filmed. But we are trying to look, we get someone who is willing to talk to us. But unfortunately it's in the evening and kidogo kuna kastrago kidogo. Mimi nimezoea wase huku kunywanga chai jioni manze. Now it is starting to occur like ni kama hamkunyi chai. So but we are not going to give up. Whether it's going to take us 30 minutes or 1 hour, we must find someone. So let's continue looking for one. Tumepatana na one of the civilians here na ametuambia twende hivi tutapata msee. And I'm going to find one. That is one thing for sure. We are going to find someone because we must talk to someone and we must bring you this news. Lazima tuongee na msee. Whether it's someone in the office, ama kwa hoteli, or even a street kid, they have to tell us exactly what goes on when it comes to the business around tea na life yao pia. To get even kujua stories za wase huku mtaani ama ni aje. So let's go towards this direction. Nimeambia nitapata wase. So guys, after kuzurura hivi Thika town nikitry kuona kama tupata mtu wa kuinterview, finally we have one. Tumekuja hadi hapa kwa shop yake. Hii ndo biashara yake. Atatuelezea yeye ni nani, anafanya nini and what goes around in the business. So wacha tumuintroduce kwa short so that muget kumjua. Ni aje? Poa sana. Unaitwa? My name is JP. JP. Yeah. Angalia kamera ndo wase wakujue. Yeah. Unaitwa? Manze inaitwa JP. Anaitwa JP. And so tell people JP unafanya nini? JP ni nani? Niko na barber shop hapa Thika. Na pia mimi ni msanii. Okay. Yeah. Umekuwa kwa barber shop for how long? Kutoka 2019. 2019. Yeah. 6 years experience ya kunyoa. Kabisa. By the way guys, na hiyo ni ya huku Kenya, si ati ni ya kuanza kazi. Yeah. Ya kwanza kazi? Nilianza 2012. So hiyo ni miaka 14. Kabisa. Amazing. Yeah. Na guys wacha niwaambie nimetoka hapo ndani and anafanya such amazing job. Mimi mwenyewe anaenda hata kuninyoa. After hii show unaona nywele yangu inakaa shagishagi. Tunaingia hapo hivyo na tutaonyesha pia the results so that kama uko Thika town ensure that unakuja hapa hivi ukuje unyolewe, wanafanya mpaka massage na nini atakuelezea. So JP, tell us about, umesema pia wewe ni msanii. Yeah. Tell us about that. Kuhusu usanii. For how long, unaimba nyimbo za aina gani? Okay, usanii nilianza kitambo nikiwa high school. But nimekuja kuifanya for serious juzi ni 2022. Ndo nimeanza nikiwa very serious. Wimbo naimba any style. Any style? Yeah. Gospel, secular, love songs? Kabisa. Mpaka gospel? Kila kitu. Amazing. Kwanza kuna yenye nataka kurelease by kesho nitakuwa nimerelease. Ni gospel. Ni gospel eh? Yeah. So watu waende waangalie kwa page yako. Yeah. Kwa YouTube channel yangu inaitwa JP RD8254 whatever. Oya, hadi kuna whatever ama whatever ni wewe umeongeza. Yaani hapo na maanisha social media zangu zote zinaitwa hivyo. Okay. Yeah. So basically place kama hii barber shop inajulikana place watu hupiga story sana. Client akikuja sometimes mnapiga na yeye story. Wewe wafanyikazi wako pia najuanga unawapata ngao wamekaa chini wanapiga story. So leo nataka tuongelee about hizo stories zenye zi uendelea and also to get to understand venye day yako huko from morning mpaka jioni So day yako generally huanza saa ngapi hivi? Day yangu huanza saa 4 hapo hivyo. Yeah, ndo naingianga job. Nafunga pia saa 4. Unaanza saa 4 to saa 4. Yeah, but si
kazi na kwangu imefunguliwa na wase wengine. Okay. Hiyo ndo masaa yangu yani. Kazi inafunguliwa saa ngapi? Saa 2:30. So before client wa kwanza ingie, ni routine gani hufanyika hapa kwa shop? Nini inafaa kufanyika before client wa kwanza afike? Lazima kwanza tuna mademo pale, wale mwecheche sana. Lazima kwanza wapige usafi. Ndio client akiingia apate ni kusafi sana. Okay. So after hapo kazi inaendelea tu. Okay. And then at what point, because unajua hii show ni about tea na try ku build culture around Kenya yote. By the way, maybe to mention this JP si Mkenya by the way. Hebu mwambie kwenye umetoka. I'm from Rwanda. Na Rwanda mko na chai? Kabisa. Na tunaipenda sana. Ni regions gani na gani? Hata hapa ukikuja kunyolea unapewa chai. Simamia hapo hata usiendelee. Unajua sasa ukishawaambia saa hii kuna chai, utakuwa umetoa chai yenye mimi nataka kupea hawa say. So nataka tuipeleke step by step. So Rwanda regions gani kuna chai mingi sana? Huku tunajua Limuru, Kericho, huku tunajua places. Rwanda ni places gani na gani? Inaitwa Gisenyi, hiyo area yetu. Iko na chai sana. Iko na chai inapelekwa hadi China. So wana export. Averagely kuna wase wanawake huko ama nyinyi mshaleta mashini huko kwa shamba? Kuna wase wanawake huko, mashini bado. Hata kama ziko zimekuja juzi tu. Okay. And then growing up, kuna watu wenye unajua ama familia wenye walifanyia huko kazi kwa majani na umeona wakifanya nini? Maybe wameweza kusomesha familia zao, watoto wao and stuff. Especially wale wakulima chai ndo najua kabisa. Imewatajirisha sana. Hata sisi kwetu tunalima. Hata nyinyi mnalima. Averagely package na wapeanga pesa ngapi hivi in Rwandan shilling? Hiyo lazima niulize mzazi. Shamba ni yake ni anajua but inatajirisha watu kabisa. Kabisa. Unaona watu ni wasonko bwana na mashamba zao unaona ni ya chai tu. Okay. Averagely kama shamba yenu ni eka ngapi hivi? Shamba ni mingi so hatuna moja. Shamba ni mingi. And then is it a thing yenye iko na familia yenu yote, wewe anko zako ama ni specifically ni familia yenu tu mnalimanga chai? Familia yetu yote tunalima chai because unajua mimi mahali nimelelewa ni cash crops ni chai. Okay. So lazima walime chai. Na hata kama wanaweza lima vitu zingine but chai iweze kusikana. Okay, amazing. Sasa hata umefanya hata ni shift ni narrative Nataka kuelewa ukigrow up, ukiwa sasa mdogo ukiwa mchanga, routine yako ilikuwaje? Because kama huku Kenya unasikianga mtu akiwa mchanga asubuhi maybe ataamka aende achune chai, jioni pia atapitia. I don't know, maybe unaweza pia ukatuelezea ukiwa mchanga normal days ukiwa shule zilikuwa zinakaaje? Nilikuwa napenda ball, kucheza football na kusoma. Haujaienda kuchuna chai? Haujui hata venye chai inachunangwa? Hiyo ni holiday. Holidays lazima uende huko. Kasaidia wazazi. Okay. Na mlikuwa mnaenda Monday to Saturday ama mpaka Sunday? Monday to Saturday. Maybe unaweza ukatutake through hapo kajani vile mlikuwa mnaenda factory zenyu, tujue mkishachuna mnapeleka ngapi, kama ama the process tu ni kama hapa Kenya tuweze kuelewa. Kwetu kuna mahali gava inakuanga imejenga. Mkitoka kuchuna majani mnaipeleka huko, mnanunuliwa, then kutoka hapo kazi nyingine ni ya gava hadi kuimport. So nyinyi kazi yenu ni muipeleke mpaka hapo hivyo? Hapo sasa gava inunue. Then yeye itatengeneza ipeleke maju, nyingine itengeneze hiyo, sasa yenye natengeneza ndio inarudingi kwa wananchi wanakunywa chai. Okay. And then wacha nielewe, hii nini iko kwa kila village ama ni specific watu wote wenye wanalima chai uleta, ama kila kijiji iko na place yao ya kupeleka? Kila kijiji iko na place yao ya kupeleka. Kwa siwezi sema mtu wa Nairobi ataleta huku Thika. Inafaa kuwa Nairobi kuna base yao, Thika kuna base yao, mahali gava inakusanyia hizo ma product ya chai. Amazing. And then sisi kwetu huko kuna hadi industry ya chai. Gava ikimaliza kununua inatengenezewa tu hapo. Inasiagwa, inakaushwa, kila kitu inatoka Rwanda ikiwa ni product. Full product kabisa. Ni kwenda tu kuuza. So wacha nielewe, once mshaipeleka kwa factory, wakulima wa Rwanda wanapeangwa wao bonus. Unajua huku in Kenya tunakuwa na bonus kila mwaka. That every year wa Kenya upata hizo bonuses, wanapewa bonus za majani chai. So sijui kama pia huko mnakuanga members na kama hata mnapeangwa hizo bonuses kama wakulima wa majani chai. Of course lazima wapewe. Unajua sasa
Gavani mzazi. Sasa tashindwa kupea wananchi aje bonus. Kila mtu Kabisa. Amazing. Tunasikianga kazi mzuri president wenyu anafanya na tunaambia developments ziko. Hiyo ni big deal. What a big deal Kabisa. So that is really amazing At least sasa nimegeta hata kuelewa. You know hii kitu nilikuwa nimejitayarisha. So at least now given that mpaka mko na majani chai huko hivyo home mumeileta. Now I also want to understand something Kama huku Kenya kuna Ketepa, kuna Eden, kuna Melvin. So acha nisitajao wengine juu hatuwapei market ni mingi. So what are some of the biggest brands huko Rwanda? Hata si ni Eden. Kuna Rwanda Tea. Kuna Rwanda Tea. Yeah. Rwanda Tea ndo the biggest. Kuna hiyo Eden pia iko. Eden iko pia Rwanda. Iko. Okay. But Rwanda Tea ndo the biggest. Niko sure hata kuishaanza kufika huku Kenya. Yeah. All right. That is really amazing. Kenda hapo nini? Hii ni ya Makongeni inaitwa ngaje? Hapa BAT. Hiyo shop, hiyo mall. Ananas Mall. Ziko. Yeah. All right, amazing. I think nitaenda kutafuta. Sijaifikiria tuko na chai ya Rwanda in Kenya. Iko. Amazing. Now, hiyo ni inaoniwa na serikali ama ni kampuni private? Ni serikali ndio ina import. Inakujanga pamoja na pilipili. Kwa pilipili ya Rwanda manze. Unajua mimi sikulangi pilipili by the. Mimi sikulangi pilipili by nature. Spendi vitu kali. Mimi spendi vitu kali generally. So that is really amazing. So ukatoka Rwanda na umekuja Kenya, umekuwa umesema ulianza 2012 ukiwa Rwanda. Kabisa, nikiwa shule. Then ukakuja Kenya na ukaendelea na the same job. Na nataka kuelewa ukishafika hapa hivi cup yako ya kwanza ya chai ni ode unaichukuanga saa ngapi? Is it before utoke kwa nyumba ama after umeshafika hapa job? Before nitoke home. Biba na kwanga amenipikia. Na kuanga na hii swali, watu wengi nasikianga wakisema sijui chai ufanya watu waumwe na kichwa na nini. Wewe in case miss hiyo ya bibi, how is your day, your morning inakuangaje? Kwanza hiyo ya kuumwa na kichwa ni uongo. Utapata kuna mashida yake, akuja kwambia ati nikikunywa chai nauma. Ni stress. Chai, kwani chai ni pombe? So hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. But nasikianga wakisema iko na caffeine, na caffeine ni very addictive. Okay, mimi yajai ni apenia. So siwezi sema ni ukweli ama ni uongo. Cause yajai ni apenia. Okay. Now ukishatoka nyumbani umeshafika kwa job. Cup sasa ya kwanza after umefika kwa job unaichukuanga saa ngapi? Ya chai. Mimi naikunywanga home kwa nyumba. Ukishakunywa, nasema after sasa umeshafika kwa kazi. Cup nyingine sasa ya kwanza utaichukua saa ngapi sasa ukiwa kwa kazi? After lunch. After lunch ndo unakunywanga ya kwanza. So masaa ya saa 5 amkunywangi chai ya saa 5? Mimi nakunywa, napendanga after lunch. Hao mademo wanakunywanga but mimi napendanga after lunch. Kimaliza kukula unapiga kachai. Na jioni kuelekea home. Juu ya baridi unaona kama saa hii nafaa kutengenezewa kwanza. Perfect. Ndio kabaridi kaishaisha. Uipigane nayo kabisa. Amazing. So the moment umeshafika hapa hivi, mademo wanakunywa, wewe ukunywangi immediately. Customer akikuja anapeango chai immediately ama kwanza anapeango time ya relax ama ni after amenyolewa ndo anakunywa chai? Most akipata tuko busy ndio asiboeke, tunampea chai, tunampea wifi ya kitungoja. Okay. Akipata tuko busy anapewa before amaliziwe. After kumaliziwa, sorry. Okay. Now I want to understand hii kupe client chai imeaffectaje biashara yenu vizuri? Like mumeona imeimprove aje biashara yenu kupe customer yenu chai at least wakishafika? Unajua kila mtu anakuanga na siri ya kuhandle biashara yake. So hiyo ndo siri yetu sasa. Umeona chini kuna vinyozi. Sisi tuko second floor na bado client upitanga hizo vinyozi kwa chini wanakuja. Juu ya venye tunawatreat vizuri. Na service poa pia. Yeah. Okay, amazing. So akishakuja hapa hivi anapata chai, timu yako pia inatumia chai. So tunaweza tukasema as a business pia chai pia imesaidia kusimamisha biashara yako. Kabisa. Right. Chai muhimu. Chai ni muhimu sana. Amazing. So nataka upatia wase the last few words because naona tumepea director show refu sana and alikuwa ameniambia munipea dakika 5, munipea dakika 4 ama tumuongezee zingine 5. Unajua what I'm thinking nafikiria tutarudi hapa tuongelee chai ya Rwanda. You know what, tujaiongelea chai ya Rwanda. Nikuja hapa tuongelee ya Rwanda. There was a time last year tuliongelea ya Uganda. Nitakuletea mtu mwenye anaelewa vizuri chai ya Rwanda, mwenye niko sure aliwaki huko. Atakuelezea vizuri kuliko mimi. Mwenye akona experience kuliko mimi. Okay.
So hiyo ni show tumeshaambiliwa na tutawaletea. Give us like within a week or 2 weeks tupange to produce then tuwalete. Remember once again tulikuwa hapa Thika Town, inaitwa Stage View Plaza. Tuko huku second floor kinyozi inaitwa ya JP, but wacha JP atupe maneno za mwisho and then we call it a day. Bro, wase mkuje kunyolewa kwa wingi ndio tusisote man. Tusirudi Rwanda. Na tupate za chai. Tupate za chai. Alafu na munifollow YouTube inaitwa JPRDA 254, Instagram, Facebook, TikTok. Perfect. Guys, hiyo ndio ilikuwa show yetu hapa Thika. This has been so amazing. Ensure that you tune in every Friday kujua about issue yetu about Chai Mtaani, because we are coming to every person. Tuenda kwa kila biashara, getting to know how they interact with tea, how they work around tea. For the meantime, wacha mimi niende niingie hapa ndani nipewe chai yangu na ninyolewe. All right, bye bye.